Nyakora Mogi Ajuang ageno ni bedo gi odiochieng' makare kaka wuono ananyisi ni antie county mar Kajiado. Kamoro ni Kitengela. Odiochieng' makawuono wadwa wuoye pith ma kisungu dendo ni modern kitchen garden. Manyiso ni inyalo bedo gi nyandiri ni moro minyalo pidhe cham kata gigo ma ini wuon nyalo konyi gi jogi. Omiyo kamoro amora ma intie kawuono ni an gi japur ma iluongo ni Josephat Kipiego. Odhi nyisowa ni ang'o manodonje pache moneno ni ber ko bedo gi kitchen garden ma mare ma en owuon otiyo godo kata bende onyalo konyo jogo ma bende ni alworane. Kamoro amora ma intie yena mondo akaw kinde mar rwaki e chenro ni kaka pile. Luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Ningependa tuambie jina yako, mahali tuko na nini hasa wewe mwenyewe unafanya. Kwa majina naitwa Josephat Kipiego. Mimi ni mkazi wa Kitengela but nimezaliwa Eldoret. Huko ndo mtaani Kitengela. Yes. What was the motivation behind this? Ni nini likufanya soko na ni vizuri upoingia ukulima? Okay, kenye imenipea motivation hapa kuitengeneza hii shamba. Hii shamba ni 50 by 100. Na umeona hapa Kitengela penye huko sahi ni estate. Na mostly ni manyumba. Hakuna shamba. So watu wengi hutoka hapo kwenda sokoni, si ndio? So hiyo ndio ilinimotivate nikasema hii shamba sinaweza iturn kuitengeneza shamba na nipande mimea. That's why ndio ilinimotivate. Hii ndio kazi ambayo umekuwa ukifanya ama before kulikuwa na kitu ulikuwa unafanya? No, safari imekuwa ndefu. Ukiniona hivi mimi ukulima tu ni kwa damu, lakini safari yangu nilianza na entertainment industry. Nimefanyia kazi kwa miaka kama 3 ama 4 na it has been haikuwa rahisi. Nikasema sinaweza jaribu kwingine. Ndio maana nikaingia farming kidogo na nye kazi nafanya. Pia mimi ni driver, ama professional driver. Yeah. So nikisema wakati gani nimeanza kazini nakuja nafanya kazi hapa kidogo. That's it now. Thank you very much. So ukulima ni kazi ambayo umeifanya sasa tuseme hii ya kutengeneza pesa ya biashara. Umeifanya kwa muda unatoshanaje? Sasa hii shamba iko na miaka 3 na pia niko na shamba ingine 3 acres. Sasa hiyo na hii ni nyumbani peke yake na majirani. Na hii ndio tunaweka kila kitu. But niko pia na shamba yenye napanda kama ninapanda watermelon ama napanda kitunguu. So it depends na season kenye nafanya. So niko na kama 3 acres huko Isinya. But sasa hii ni ya nyumbani na pia majirani. Kuna wakati sasa nikianza hii project hapa tu. Kuna wakati nilipanda capsicum. Ilikuwa capsicum na cabbage. Nilifanya mara mbili. So ilikuwa half. Hii half na ile half. So nikafanya capsicum na cabbage. So hiyo wakati nilipanda nyingi sana. So sikuwa nimejua kuwa nilikuwa najaribu tu. Nikasema acha nipande tu, ile kupanda tu. Sikuwa na already nataka nifanye nini? Kupeleka market ama nini. So kuipanda so ikani over something. Sikupeleka tena kwa market, so izikaribia kwa shamba. Nikasema hapana. Wacha nifanye nini? Ni balance kuipanda spinach, cabbage na nini ndio at least nazalisha majirani na pia nyumbani na pia familia yangu. Na kila kitu iko ready hapa because najua kuibalance. So hakuna siku tumeko kosa. Sababu unaona kuna sukuma unaona imeanza kuwa kubwa. Haya kuna sukuma pale tulikuwa tumetoa. So ni rahisi mimi kulisha majirani. So hakuna siku ati jirani atakuja kusema ati nataka sukuma na hakuna. Iko. Zote ziko. So hakuna siku imepungukiwa. So kila kitu iko. I know how to balance. Yeah. Pricing ya farm hapa inakuwa unauza how much? Sasa mimi
sitafuti pesa sasa. Ile shamba nyingine kubwa ndo natafuta pesa. Lakini hii napima tu kama ile ya kitambo. Unaona ile mtu anapima 50 kwa mikono, mimi napima na hiyo. Partitioning hapa kwako umesema ni 50 by 100. Umeipartition aje? Then the spacing umeweka yenye inatoshana aje? Hapa sasa maana shamba ni 50 by 100. So niligawa hii trip ikakuwa kwa bed ngapi? Ni bed kama 10. So kugawa hiyo bedding nikaweka drip. So after hiyo nikagawa mimi mwenyewe. Siwezi pima ama nanisha, lakini najua kufika katikati ile hapa nitapanda sukuma, ile side nitapanda cabbage. Hii pale nitapanda tomato, ile side nitapanda saga. So ni hiyo tu spacing tu mwenyewe kwa macho tu, kutumia macho. Sipimi ati siwezi kupima. Na fanya mwenyewe, naiona hapa kwa macho nimefikisha hapo. Ile nyingine naongeza because I'm doing a rotation crop. You normally do rotation, yeah, right? I do rotation. Siwezi achilia ati ikae mahali pamoja because ukiachilia ikae pale pamoja haitakuwa ile kumea vizuri. Hii kisha mmea toa, weka kitu kingine pale. Hii peleka kwingine. So I usually do a rotation grow. Kitengela ni mahali panajulikana na kuwa na jua, joto. We mwenyewe mimea yako unatoa maji wapi? Kwa sababu wanasema for you to be a good farmer lazima kuwe kuna maji. Mimi natoa kwa borehole. Ndio maana natoa borehole, nafanya dripping. Ndio maana unaona Kitengela ni dry, lakini hapo unaona kila kitu iko green. Nafanya dripping, natoa kwa borehole maji. Yeah. So now ukifanya dripping, kuna masaa ambayo umeweka specifically ni ya kufungulia hiyo maji ama ni asubuhi na jioni tu? Nafungulia tu asubuhi na jioni na wakati wa napanda. Okay. Yeah. Sawa sawa, asante sana. Ningependa kujua mbegu, seeds, huwa unazitoa wapi? Seeds ya kwanza mimi nilinunua kutoka kwa watu. After that one, mimi mwenyewe nikaanza kujitengenezea mbegu yangu. Naona kama hii ni saga. Nataka imee, ikishatoa hizo mbegu naitoa, naitengeneza, na kausha, nairudisha. Sababu unajua ukikuwa na ile mbegu yenyewe imetoa na mimea ni mzuri kuliko ile ya dukani. Na ni very mzuri sana. So I usually do na propagate my seeds. Yeah. Thank you. Ushaijipata mahali penye labda harvest yako imekuwa mingi kabisa na ukakosa kupata wateja wa kuuzia? Yeah. And in such scenario, what happens? Kuna wakati nimekwambia nilipanda capsicum na nikapanda cabbage. Hiyo siku ilinishinda sana, nilishinda napelekea wapi. Nishapeleka kwa chindi, so bado iko mingi kwa shamba. Sasa hiyo ndio siku nikajifunza kufanya vitu kwa portions. Hiyo ndio wakati nikajifunza. Sasa tangu sikio sijai grow vitu sana, ikanishinda. Thank you very much. Our majirani, sababu hapa most of the people around here ni watu wako na homes. After ulijua majirani wako watahitaji chakula, ni mboga gani haswa hao wenyewe unaona wanapenda na ndio maana umeka hapa kwako? Hapa kila mtu anapenda mboga. Hapa hakuna ati mtu akikuja akiona sukuma ni mzuri anaichukua, akiona saga anaichukua, akiona kunde pale kaubis anaichukua, sukuma anaichukua. So akusijaona ati mtu anasema nataka hii mboga, lakini sana watu wanapenda managu. Naona mboga za kienyeji sana watu walipenda. Ndio maana naona kama kunde, saga, alafu pale nishatuta managu. So nikishatoa hii kunde naekelea managu. So watu hupenda sana mboga za kienyeji. Ndio maana mboga za kienyeji ni mingi sana kwa shamba. Na hizi mboga za kienyeji huwa zinachukua muda unatoshanaje kwa shamba? Kwa shamba? Ukishaifanyia transplanting, because already I've seen uko na niko pale na managu nimetuta. So nataka after that nimetoa kunde niekelee. So hii inachukuanga wiki tatu. Wiki tatu shaanza kuchuna. Yeah. Alafu ikae kwa shamba kama miezi 1, miezi 2. Yeah. Sasa ningetaka kujua spacing yako kwa hii shamba iko aje? Spacing. From the partitioning, ulisema unafanya spacing na macho? Mimi nafanya na macho. Okay. Mimi siwezi pima because nitapimaje, because nasema leo nataka nipanda hapa dania. Na hiyo dania itafika hapa. Sasa unaona huyu utapamanisha lazima unapima na macho. So mimi napandanga, ikifika mahali fulani najua hapa nitaongeza, like unaona hapa nimepanda hii mboga.
hiyo terere. After pale nimepanda capsicum, pale nimepanda sukuma. Sasa naona hiyo kitry kufanya na hiyo. Sasa ndo ningwanda kujua tuseme hii ni portion ya amaranth ama terere. Hapo hiyo space iko hapo, then ndo weke hiyo nini next, ndo nataka kujua ama unakonga tu na guess. Mimi na guess because cheni kwambie sometimes mimi ufanya kama hii nimepanda na najua capsicum kuna ile ugonjwa pia huwa inasambaa. So mimi naijua nikifika mahali fulani hivi sitaongeza na hiyo mboga, ndapanda kitu kingine hii. Sasa hata ikiaffectiwa haita affect ile nyingine. That's what mimi nafanyanga. All right. Okay. So now that we've talked about crop diseases, huku kwako ama kwa shamba yako ni nini hasa unaona inakusumbua sana? Mimi sijione kitu disease mimi sijione kinisumbua sana because mimi natumianga organic. Naona kama kitunguu na crush. Naona kama pale dania nimemaanisha pale iko kubwa. Si ati imekaa tu hapo maridadi. Hii pia ina attract pest na some of the diseases. Ukiona pale sasa kuna kitu white hivi pale, utaangalia zime attract. Haya ndio hizi pia. So hivyo ndio mimi nafanya. So hakuna kitu imeni sumbua sana. So in short, farm yako it's all about organic farming. It's all about organic because mimi nasemanga let's talk about a safe food because maneno ya madawa ni mbaya sometimes. So we are trying to go away with chemicals. Yeah. So unaona hapa shambani kidogo lakini nafanya sasa ikuwe organic kabisa pure. Okay. Yeah. Manakamano watieko kidieny mokwongo to kawuono na nyisi ni ang' nung'ona matin atemo ni mondo bende wang'eni yudhe bende ntiere ma bende nyalo bedo katiyo kata pidho cham opogore kumora mora nikech niwacho niya inyalo bedo ni onge gi puodho maduong' to in gi kumidake kata kumigede ka Nyasaye osegwedhi migero nyadala ni moro Nairobi kae kata alwora ni tinyalo loso kamoro matin ma bende inya pidho gigi ma jogi nyalo tiyo godo kata jirani ma in godo machiegni nyalo bedo bende katiyo godo. Gikawuono antie kamoro ni Kitengela Kajiado County. Adwana ka udaka moko machuok wadhi e yueyo aito bang'e waduogo. Kikidhi moko. Timni e nyingi matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi, ka timni rach to nyingi ema kethore. Chakre Donam Lulwe nyaka enderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kardak mar joloko hala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa eni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai. Ringreni wuoyo to be ichiko iti. En aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi. Ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae to kinga ma del ma ng'ato
chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Machiegni kendo janeno marwa e kidieny mar ariyo. Kawuono adwa napari ni antie kaunti mar Kajiado, kamoro ni Kitengela. Gimine natimo ni atimo mana katemo kao nyanya mabende wan godo e kitchen garden odiochieng' ma kawuono ni. Odiochieng' ma kawuono watimo gima kisungu dendo ni modern kitchen farming e backyard mamari ne jogo mangi space moro matin mabende nyalo timo godo gimoro. Kawuono ni mae chenro ma wadwa bedo go odiochieng' ma kawuono ka be wadwa ni wapuonji ka wami mijingo in ma in kanyo samoro inyawacho ni to nafas mantie ni kuma dakeni ang'omio kanya pidho gimoro. Mago te watimo odiochieng' ma kawuono. Josephat, ningependa kujua challenges ni nini haswa huwa inakusumbua yenye unakaa hivi sasa unasema hiki kitu inanisumbua sana, then how do you go about it? Inanisumbua ni aphids peke yake kwa hii shamba. Hakuna kitu kingine inanisumbua mimi because mimi nafanya organic, so hakuna ugonjwa tunasema na inanisumbua. Ni aphids peke yake na at least I've tried to manage them na nimemalizana nayo. So nimejua kuichunga sasa. Ni nini unaweza sema ukianza kulikuwa na kitu inakusumbua sana, then with time you gain experience? Ni nini sasa unajua ukianza huko unajua in regards to the kind of farming unafanya? Kitu ya kwanza ilikuwa kupanda. Kulikuwa shida sana. Because Kitengela si kama Trans Nzoia ama Kitale huko. Ile unaweza ekelea na madudu. Unajua huko aphids mingi, unaekelea asubuhi unapata imekatwa zote. Sasa unaona kitu kama hiyo nikajifunza na sasa pia nimejifunza na naijua sasa kupanda hadi kumea hadi kuvuna. So siku ya kuvuna unajua hiyo inakuanga ni kazi nzito sana. Ni kitu unafanya peke yako ama there are people who are around just to help you during that time? Because he's a backyard farmer, he's like a family. So hapo sometimes hata watoi wanakuja wanafuna, wife pia anakuja anavuna, na pia na kijana wa kazi. So nisipokuwa pia ataifanya. Because sasa unajua this generation, unajua pia hao watoto lazima wafundishwe. Sasa kitakuwa rahisi sana kuvuna wakiwa kwa shamba, wanajifunza pia. Na ile famiko Isinya sasa ni nini umeekelea huko? Kule sasa nimeekelea kitunguu, nimerudia kitunguu. Bulb ama spring? Bulb. Nimeekelea. So in the next kama 3 months maybe nitawapeleka mwende muone na tuvune pamoja. Itakuwa sawa. Kitu kingine pia ningependa kujua huku Kajiado. I don't know if there's any support that you people are getting from the county government in regards to, let's say, the seeds. Is there any support from the county government? County government sijajaribu, lakini maybe nitajaribu. You are a farmer, hujauliza? Sijauliza, lakini I'll try to ask about it. But mimi mwenyewe ndo najifanyia kila kitu, najifanyia kama ni maji, kama ni mbegu, kama ni kulima na kupalilia ni mimi. So sijaifuatilia, lakini nitauliza. Security ya hii place uko sure nayo ama majirani wako si wangwana? Security ya huku wote wako sawa, sababu ni unested is a community. So unajua kwa community hakuna insecurity. Hakuna insecurity, so security ko sawa. Transitioning from the entertainment world kukuwa farmer, how was it? How was the journey? Ndio sasa uone mtu aseme lakini si nani alikuwa msanii anajipataje kwa farm?
Wewe haijakuwa rahisi because najua ni lifestyle tulikuwa tunaishi kitambo, like hatutaki kuguza mchanga nini matope maji. Najua ukiwa msanii like wewe unakaa kwa gari, enda piga show pale, enda relax, kesho yake tafuta show nyingine. So mimi nilikuwa an event organizer na pia nilikuwa marketer pia. So kufanyeza my event afu kutransact code this one haikuwa rahisi, but I thank God nilicope with it na kila kitu endelea vizuri. So far umekaa miaka ngapi side ya farming? Sasa inaelekea miaka 4 sasa. And you're loving it? I love it. You can confirm. So it's like a therapy to me. And when I come to the farm, nasikia poa. Unaweza tuambia your daily routine, like from morning to evening, how your day looks like? Mi huamkanga 4 in the morning. Nikiamka hiyo 4, nitulie kwa kiti, then nikuje nifungulie maji asubuhi, then niende asoli yangu, jioni nikirudi nifungulie maji. That's a routine to me. So inanisaidianga hata siwezi fikiria vitu mingine. Like nikuamka asubuhi, piga job, jioni piga job na kumaliza. Unajua mostly siku watu husema kitambo kulikuwa na hiyo nini ya watu wazee ndio wanafaa kwa shamba. Hii generation yenye iko haifai kwa shamba. Walikuwa wameona kama farming ni kazi ya wazee. What's your take on that? Hata mimi kitambo nilikuwa nafikiranga ni ya wazee. Until kafika mahali kasema mazee hii hapana. Kwani mkono ni ya wazee peke yao? Na hii akili ni ya wazee peke yao. Na si kitu ati lazima kama kuna wenye masomea, kuna yenye tu iko kwa damu. Aje nilianzanga nikiwa mdogo, then nikaachilia nikaingia kwa usanii. Then sasa nikakuja nikaitulia. Sasa baadaye nikasema hapana. Hii kitu wanasema ni ya wazee, si ya wazee. Si ya wazee. So nikakuja nikaifanya and that was it. So hakuna kitu ya wazee. Nothing. Kwanza sasa hii generation yetu hii vinyo tunaelekea, hakuna kitu cha wazee. Kila mtu sasa mfanye kazi. Hakuna kitu cha wazee. Lazima watu wafanye kazi na utafanya kwa mkono yako na akili yako na macho yako. Thank you. Sababu najua watu husema huku kwa farming mimi kucha zangu zitaribika, mimi sijui nini, but you can confirm it's been rewarding. The 4 years umeona matokeo and that is why unaendelea kufanya ukulima, si ndio? Alright. Haya, in the near future, just what unajiona wapi as a farmer, as a parent, unajiona wapi but sana acha tuongelee side ya ukulima. Okay. Mimi in future naona nita because already nime-expand na najua. So kuna another farm nafanya. So nimesha kwambia ile Isinya katatu nini. So nataka tu ni grow pole. At the end of our future mimi naona nikiwa mbali. Hii ndio nitafanya tu mpaka maybe ni zeeki. Just what parting shot tukienda tukimalizia show. Unaweza tuacha na word of encouragement, motivation gani? Sasa mimi na motivation mingi sana. Unajua Gen Z wenye wako. Wanasema Gen Z. Sijui hata mimi kama ni Gen Z. Awe ni millennial hapa, wewe uzi kwa Gen Z. Sasa Kenya nataka kumwambia kuencourage watu na pia ni advise watu. Ni kufanya kazi. Hakuna kitu na kuja bure. Elewa. Alafu generation unaona every time strike and everything. Don't involve yourself in crime. Kuna vitu unaweza fanya hapa kwa mkono wako na akili yako. Aya, mtu akitaka kutafuta tuseme your social media handles ikuwe ni Instagram, Facebook, phone number, unaweza tusaidia na anything that you feel utakuwa comfortable nayo mtu akireach out ukiangalia kamera. Sasa kwa Facebook yangu naitwa Josephat Kipyego na account yangu ni Josephat Kipyego, alafu na hii shamba yetu inaitwa Backyard Farm Fresh. So ukienda kwa YouTube utapata pale Backyard Farm Fresh, ukienda kwa Facebook utapata Backyard Farm Fresh, ukienda TikTok ni Backyard Farm Fresh. So kila kitu ni Backyard Farm Fresh. So kwa penye utanipata kwa namba yangu 0708 155 140. Naweza rudia kwa mwenye hajasikia. Acha nirudie
Kwa namba yangu ni 0708 155 140. Okay, Josephat, sasa umesema hapa hii side ndio inside ya kunde, pale pia kuna kunde. So kama hii kunde imekaa hapa for how long? Hii sasa imekaa 3 weeks. Hii ni 3 weeks. Kunde. Hii ni nini? Terere. Terere. Atipa. Sisi tunaita hivyo. Na ile ni skuma. Ile ni skuma. Hii ni nyanya. Hii ni spring onion pale. Hii ni spring. Hii ni nyanya. Hii ni nyanya naona. Okay, so once in a while tuseme ukitoa kunde hapa, unaenda kuweka mimea gani? Sasa unaona hapa kulikuwa na nini? Capsicum. Nikatoa capsicum, nikaweka nyanya. So nikitoa nyanya saa hii, nitajaribu niweke nini? Kunde pia saa hii. So hii line nyingine itabaki ikiwa na kitu kingine. Sasa nitaweka managu hapa. After kutoa hii nimeweka managu, nimeweka kunde. So usually nitachange. Aya, nyakwara mogio juang iwinjo ko wacho maber ni kare kae nitie kinde ma ko oketo roni no keto wachi ni alot mar skuma gisani oketo bokae to wacho ni ko segolo bokae odhi kao dek alot mar dek emobro pidho kae kaka chacha en gi nyanya obro golo nyanya to keto kata hoho ko pogore gi mano kacha cha wan gi kitungu ko golo kitungu no bo wacho ni onyati mangoa onyadhi mokawa lot moro kata onyaketo cabbage mago emwaluongo ni crop rotation manyiso ni gimi pidho sanie ka season ne orumo ichaki pidho gimachielo. Aya, nimejaribu tu kuambia chenye umeniambia. Hizo inakaa ngumu bwana. Inakuwa ngumu sana kumea. Naona ile nyingine ndio inumea haraka sana. Ile after a month mmeanza kula. But it will take time sana. Like how long? This take almost like 3 months. 3 months. Yeah. So inahitaji ukiwa uko patient, usiwe na haraka. Usiwe na haraka. Sana nimwambia hata mtu asiguze. Wacha kule ile nyingine wakimaliza hii itakuwa imekua. Alright. Sasa tuseme mtu kama kwa wale wenye wanajua mboga hizi za kienyeji, hizi mboga za kienyeji mostly wazina mixiwa. Tuseme excited maana uko na managu. Kuna mtu atataka managu na saga. Na kuna mtu atataka managu na chukue na kanzira, mwingine ataichukua na nderema, mwingine aichukue na hii sisi tunaita susa, nyinyi sijui mnaitaje. Nyinyi mnaita shiveve. Shiveve Waluo wanaita shiveve. Sasa inaitwa msheveve. Okay. Na sasa tuseme kama hiyo haiko kwa shamba na mtu anaitaka, what happens? So mimi nimekwambia mimi hufanyanga vitu kwa portion. Mimi hakuna tena panda safari moja. So nikipananga hapa kuna place pia inaanza kumea. So hakuna siku tumai kukosa. Sasa huku niambia nataka kunde, unataka nini? Mtu nderema unapata. Na hii sasa hii ndio nilikuwa nakwambia about ina control pest and diseases. So ndio maana nimeacha hapa. Hii ni dania. Repellent, ni dania. So unaona ile harufu ikitoka ina repel. Okay. Aya, gimomiyo we dania kae, dania kisungu dendo ni it's a repellent crop. Manyiso ni kantie tuoche kata kudni ma samoro nyalo yudore puodho kata gigo mok ber ka bede puodho. Dania moketo ni bende timangoa riembo kata keyo gigo. Asante sana. Na nimeona umachilia ile nini? Tunaita sisi tunaita dek, alot dek. Nyinyi mnaita managu. Saga, hii ni saga. Managu ni managu ndio ile tutapeleka pale ile. Mbona umeacha kakaa hivi? Unajua kuna watu wana harvest mbio mbio, wewe kwa nini umeacha kakaa hivi? Sasa unajua saga mimi mwenyewe hujitoleanga mbegu zangu. Ndio maana naachilia mpaka zitoe mbegu. So after ume harvest unaacha endelee kumea ndio upate mbegu zako mwenyewe. Sasa mimi mwenyewe lazima nitoe mbegu yangu mwenyewe because naaminingi kwa mbegu ile unatoa kwa shamba. Hiyo ndio mbegu nzuri sana. Sasa naona kama hii saga nimekulia mpaka sasa nikasema acha niache nini? Nitoe mbegu. Ndio sasa nini nitengeneze hizo mbegu nikaushe nipande tena. Okay. Hata ndo naona hizo ndo ziko mingi pale kumaanisha hii na hizo utaziweka pamoja. Hizo ndo nitaweka pamoja sasa.
Ndio maana unaona hizi zingine zinamea hapa tu. Hii ni saga. Sasa hizi tutakula. Because sasa ingine nilikuwa natengeneza tu mbegu peke yake. So ni ile kali, unajua kuna saga kali kabisa na kuna ile mild. Hii yako ni gani? Hii yangu ni ile kali. Hii yangu ni ile kali. Na ni mzuri. Aje pia inategemea mtu kupanda. Sasa hapa ndo nataka kuchukua mbegu zako. Hapo ndo natolea mbegu zangu sasa. Bado naona. Ishatoka hii iko sawa. Kuna zenye ziko nazo. Hii ukifungua ndani hivi. Kuna zenye ziko nazo. Naona ukifungua ndani hivi ndio hizo. Ndio hizo. So hii ni kukausha tu. Nimebaki kukausha. Nyakwara mogi ajua ngiwacho ni gimora mora man gi chakruok nyaka bed gi gikone. Odiochieng' ma kawuono ne wawuoyo kit pith mag alode mopogore ma bende ng'ato nyalo keto kata pidho kamodake. In kaka japur to samoro diheri mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke kata inyalo oronwa ote machuok kitiyo gi SMS namba marwa maen 236000 kata ana wuon inyayude mbui kiorona message kuro bende wabro yudo. Ka ruoth oyie wachak warom juma manyien. Luongani Alori nyaka Black. Oriti masani. Mondo mine chenroni kod mamoko mag pur gi ohala. Donjie viewsasa.com.